Leo tena katika somo lingine na Profesa Steve Mwanjoka. Ni marafiki wa leo. Marafiki wa leo wanamtaka mke wako au mme wako walale naye na ikiwezekana wamzalishe au wamzalie mtoto tena wewe ukiwa hai. Ndiyo marafiki wa leo. Hata huyo unayemwita rafiki wa karibu. Marafiki wanarudisha maendeleo. Marafiki wengi wanaumia ukipiga hatua. Anaweza akamfuata mke wako au mme wako na kumwambia mambo yako ya siri na ni rafiki yako. Anaweza akamfuata bosi wako kukushtakia kwa maneno yaliyopindishwa na ni rafiki yako. Anaweza akamfuata mchumba wako na kuharibu taswira yako na ni rafiki yako. Anaweza akaenda kuharibu dili uliokuwa karibu kuipata na ni rafiki yako. Marafiki wanarudisha maendeleo. Marafiki wanaharibu maisha. Wako watu wamekufa kwa sababu ya marafiki. Chunga marafiki. Na bado hujajua definition ya rafiki ni nini. Sasa nisikilize vizuri. Ukweli huu si wa kukuogopesha, ni wa kukuamsha. Watu wengi hawaangushwi na maadui, wanaangushwa na watu waliowakaribisha sana kwenye maisha yao. Wivu wa mtu mwingine hauji kwa kelele, unakuja kwa tabasamu, unakuja kwa pongezi, unakuja kwa ushauri unaoonekana mzuri, lakini una lengo la kukupoteza. Kuna watu wanaumia ukifanikiwa, kwa sababu mafanikio yako yanawakumbusha kushindwa kwao. Na kama wewe mwenyewe huna mipaka, utawapa nafasi ya kuharibu kile unachojenga kwa jasho. Lakini sikiliza vizuri, sio kila mtu ni mbaya. Tatizo sio kuwa na marafiki. Tatizo ni kushindwa kuchuja marafiki. Mtu mwenye akili na aliyekomaa hasemi kila kitu, hatoi kila siri, hakaribishi kila mtu mezani kwake. Hachanganyi urafiki na uaminifu kirahisi. Rafiki sio anayekuchekea. Rafiki ni anayelinda heshima yako hata ukiwa haupo. Rafiki ni anayefurahia maendeleo yako bila maumivu ya ndani. Jitahidi kulinda mzunguko wako, kwa sababu mzunguko wako unaamua kiwango chako. Ukiwa na watu sahihi, unapanda. Ukiwa na watu wasio sahihi, unarudi nyuma bila kujua. Kama umewahi kuumizwa na rafiki, weka mipaka. Ni wakati wako kujifunza, kuchagua kwa hekima, sio kwa hisia. Imeandaliwa na Steve Mwanjoka, Profesa.